Milango ya gereza haikufunguka ili Paulo na Sila waweze kutoka nje, wala vifungo vyao havikufunguka ili waweze kutoka kwenye gereza. Nakusalimu kwa kupitia jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 16 kuanzia mstari wa 25 inaeleza habari za Paulo na Sila. Walikuwa gerezani. Walipokuwa gerezani, walikuwa wakimwomba Mungu, wakimtukuza Mungu. Walipokuwa wakiomba, milango ya gereza ikafunguka, vifungo vyao vikawaachia. Lakini kitu cha ajabu ambacho kiko hapa ni kwamba baada ya hayo yote, Paulo na Sila hawakuweza kutoka gerezani. Pamoja na kwamba milango imefunguka, vifungo vyao vimewaachia, ila Paulo na Sila hawakutoka gerezani. Mungu alitaka kuonyesha ukuu wake, wokovu kwa yule ambaye alikuwa ni mlinzi, alikuwa anawalinda Paulo na Sila. Hata kama mtumishi wake atakuwa wapi, katika eneo gani, mazingira gani, hakuna jambo Mungu litamshinda yeye kufanya. Hata kama ungeweka walinzi, lakini hakuna jambo ambalo litaweza kumzuia Mungu kufanya jambo lote lile kwenye maisha yako. Yamkini wewe pia kuna vizuizi ambavyo umewekewa na vifungo ambavyo umefungwa. Nataka nikwambie jambo moja, kwamba hapo ulipo Mungu pia anaweza akafanya kwa ukubwa na akatenda kwa ukubwa na watu wakashangaa. Kitu pekee ambacho Mungu alitaka afanye, itaka wokovu uingie kwenye nyumba ya huyu mlinzi. Mlinzi alipokuja akakuta milango imefunguka, alifahamu ya kwamba wafungwa wamekimbia. Haiwezekani milango ya gereza ikawa wazi alafu wafungwa wakaendelea kuwepo ndani. Kwa alijua kabisa kwa wafungwa wameshakimbia, akataka kujiua. Paulo anamwambia usijiue, kwa sababu sisi tuko hapa, usijiue. Wakatoka na kina Paulo na Sila, akawapeleka wakala, wakanywa, then wakarudi gerezani. Kwa kama ingekuwa milango imefunguka kwa sababu ya kutoka gerezani, Paulo na Sila wangetoka, ila wokovu uliingia kwenye nyumba yule mlinzi. Yule mlinzi aliokoka na watu wote wa nyumbani kwake waliokoka. Kwa hiyo Paulo na Sila wangeondoka, yule mlinzi angejiua na wokovu usingepatikana kwenye nyumba yake. Kwamba kila kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yako, usifanye haraka. Kwanza kaa kwenye uwepo wa Mungu, tulia kwenye nafasi ya Mungu, umsikilize Mungu nini ambacho anataka kufanya kwenye maisha yako, ni nini ambacho anataka kutenda kwa watu ambao pengine wamekuzunguka. Usifanye haraka kueleza mambo yako. Neema ya Bwana iwe juu yako, ujue njia ipi ipasa kuifuata. Amen.